Karibuni tena tuendelee kuwasogezea update za moja kwa moja kutoka mahakamani. Sasa tunaendelea na shahidi ambaye ni ACP Amini Maamba, ambapo Tundu Antipas Lissu alikuwa ameshaendeleza kumhoji. Sasa hapa Tundu Lissu anamwambia shahidi huyo kwamba unaweza kuiambia mahakama kwamba ulifufuka lini? Shahidi ambaye ni ACP Maamba anasema sijaelewa. Tundu Lissu anasema mke wa Amini Maamba amesema kwamba Amini Maamba alifariki. Sasa iambie mahakama ulifufuka lini? Shahidi ambaye ni ACP Maamba anasema huyo Amini Maamba ametajwa, sio mimi. Mheshimiwa Lissu anasema kwa hiyo ni ushahidi wako kuwa huyu Amini Maamba ni mwingine, sio wewe? Shahidi anasema ndiyo, ni mwingine, tena yeye ni mstaafu na wamesema alishafariki kweli kama unavyosema. Tundu Lissu anasema waeleze waheshimiwa majaji kama ulimshirikisha RCO kwenye upelelezi wako. Shahidi anasema sikumshirikisha. Tundu Lissu anamuuliza tena kwamba waeleze majaji kama ulishirikisha afisa yoyote wa TC. Shahidi ambaye ni ACP Maamba anasema sikumshirikisha. Lissu anasema unafahamu kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, na kama ulishirikisha kamati ya ulinzi wa mkoa wa Dar es Salaam. Waambie majaji kama ulishirikisha. ACP Amini Maamba anasema naifahamu na sikuwashirikisha. Lissu akamuuliza tena ulishirikisha Ikulu, ofisi ya Vice President au waziri mkuu? Shahidi akasema sikushirikisha na sikuambia lolote. Mheshimiwa Tundu Lissu akamuuliza tena ulishirikisha ofisi ya DPP? Ndiyo nilishirikisha kanda maalum ya NPC. Hapa Tundu Lissu anamuuliza mshtakiwa kwamba ulishirikisha ofisi ya DPP? Shahidi akajibu kwamba ndiyo, nilishirikisha kanda maalum ya NPC. Mheshimiwa Tundu Lissu akamuuliza tena ulimshirikisha nani? ACP akasema in charge Mayenga. Mheshimiwa Tundu Lissu akamuuliza umesema kokote kwenye nyaraka yako? Shahidi akasema sijasema na sijamtaja. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema kwa mujibu wa sheria ya NPS, DPP na state attorneys wake waeleze ni DPP yupi au state attorney yupi uliyemshirikisha. Shahidi akakaa kimya. Tundu Lissu akasema jibu swali wewe polisi. ACP akasema sijaelewa swali. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema swali langu linahusu nani aliyecoordinate upelelezi. Shahidi akasema ni DPP mwenyewe, aliteua mtu. Nilisema jana kuwa sijui jina lake, alitoka ofisi ya DPP Dodoma na nilisema ana jina la Kibantu, nimesahau. Tundu Lissu akasema tutaenda kwa DPP Mwakitaru atupe hilo jina, tuko kwenye serious matters. Hapa watu wakacheka sana hapa mahakamani. Jamaa ajui jina la mpelelezi ambaye alishirikiana naye kufanya upelelezi pamoja na kuweza kufungua faili la kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu. Tundu Lissu akasema umesema wewe ni mpelelezi wa muda mrefu, umewahi peleleza kesi ya kisiasa? ACP akasema kwamba sijawahi. Tundu Lissu akamwambia kesi ya uhaini ni kesi kubwa sana, ni highest in the land, kwa hiyo hujawahi kabisa, na hii ndo kesi ya kisiasa ya kwanza. Shahidi akasema sijawahi, hii ndiyo ya kwanza. Tundu Lissu akasema umewahi peleleza kesi ya mtu aliyekuwa mbunge na kiongozi wa chama kama Lissu? Shahidi akasema sijawahi.
Tundu Lissu akamuuliza tena, umesema kitengo chako kinashughulika na makosa ya mtandao? Shahidi akasema ndio. Tundu Lissu akamuuliza tena, ulishapeleleza kesi ya cybercrime? Shahidi akasema ndio, nimewahi. Tundu Lissu akasema kesi gani shahidi? Shahidi akasema nakumbuka nikiwa RCO Kinondoni. Naona kasita kama dakika 5 hivi, then akasema kesi ya Mbowe na mzee wa Karatu Dr. Slaa. Mheshimiwa Tundu Lissu akamwambia waeleze majaji ilikuwa inahusu nini na iliishaje. Shahidi akasema DPP hakuwa na interest ya kuendelea na kesi, ikaishia hewani. Tundu Lissu akasema una kesi zingine zaidi ya hizi kwenye cybercrime? Shahidi akasema hapana. Tundu Lissu akamuuliza kwa hiyo hauna kesi nyingine zaidi ya hiyo iliyofutwa? Shahidi akasema ninazo nyingine nyingi, siwezi kuzikumbuka nikiwa RCO na OCCID. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema kwa hiyo jana kwenye ushahidi wako unasema mimi ndiye niliyechapisha video yangu hapa mtandaoni kwenye Jambo TV? Shahidi akasema ndiyo nilisema. Tundu Lissu akasema unafahamu maana ya neno kuchapisha mtandaoni? Shahidi akasema ndiyo nafahamu, lakini sheria ambayo imetumika kukushtaki siyo ya cybercrime. Tundu Lissu akawasema waeleze waheshimiwa majaji kama mimi ndiye niliyesambaza video za YouTube kwenye mtandao wa Jambo TV. Shahidi akasema ndiyo, ni wewe ulisambaza hizo video. Hapa shahidi anaendelea kukaza kichwa ili aendane na skripti ambayo wenzake walienda nayo. Tundu Lissu anamwambia waeleze waheshimiwa majaji kama mimi nilidesmate hiyo video mtandaoni au kama nilipublishi hiyo video mtandaoni. Shahidi akasema ndiyo, ni wewe. Lissu akasema waeleze majaji kama nimeajiriwa Jambo TV. Shahidi akasema sina uhakika na hilo. Tundu Lissu akasema waeleze majaji kama mimi ni mpiga picha wa Jambo TV. Shahidi akasema sina uhakika. Tundu Lissu akasema na wewe ndo ulikuwa mpelelezi wa kesi hii na hauna uhakika na mambo na yote umesema unayoyasema hapa. Tundu Lissu akasema ni kweli. Shahidi akasema Tundu Lissu akamuuliza tena, ni kweli hiyo video ilichukuliwa na P1 mfanyakazi wa Jambo TV? Shahidi akasema sio kweli. Tundu Lissu akasema taratibu wewe afande, ni kweli au si kweli kwamba kwenye maelezo uliyoyasema ulisema kwamba P1 alikuwa anarusha video mubashara kupitia kamera yake ya Sony Ericsson? Shahidi akasema ndiyo, ni kweli. Tundu Lissu akasema waeleze majaji kama ni kweli kwenye maelezo ya P1 yeye ndiye aliyehifadhi na kurusha mubashara video kwenye mtandao wa Jambo TV. ACP Aman akasema ni kweli, watu wanacheka. Shahidi kakata kona, amekubali penalty. Sasa Mheshimiwa Tundu Lissu akasema ulisoma maelezo ya George Bagiem? ACP Amani Maamba akasema ndiyo nilisoma. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema George Bagiem alisema kwenye maelezo yake aliyojiandikia yeye mwenyewe kama wewe kuwa video ilirushwa na kurekodiwa na Jambo TV. Shahidi akasema ni kweli. Tundu Lissu akasema mashahidi P1 na P2 walipewa maelekezo ya kukava mkutano wangu na John Marwa. Shahidi akasema ndio. Tundu Lissu akasema waeleze mahakama kwamba John Marwa alipewa mwaliko na mkurugenzi wa habari wa Chadema, mimi ndiye mkurugenzi wa habari. Shahidi akasema hilo sijalifanyia kazi. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akasema kwamba
nimekaa mahabusu mwaka na miezi minne kwa kosa ambalo wamelifanya Jambo TV. Waeleze majaji kama huu ndio utendaji wa Jeshi la Polisi Tanzania. Shahidi akasema, waheshimiwa majaji, mshtakiwa ananipitisha kwenye maelezo ya P1 na P2. Huyu polisi anaongea kwa dharau sana hapa mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema Mheshimiwa Tundu Lissu hapa akamkatisha. Mheshimiwa Tundu Lissu akamkatisha, anamjibu Lissu, majaji wanamtuliza hapa shahidi. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anakuja na kusema, narudia tena swali. Maswali yake, na anaongeza kuuliza kama John Mnyika aliojiwa. Sasa hapa huyu anayetuletea update anatuambia kwamba anamwongezea jina la John Mnyika, kwamba anauliza kama John Mnyika aliojiwa. ACP anasema kwamba hapana. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema, je, Mheshimiwa Golugwa aliojiwa? Hili waseme. Mheshimiwa Tundu Lissu akauliza tena, je, mkurugenzi wa habari wa Chadema aliojiwa? Shahidi akasema, hao wote ni sehemu yako, siwezi kuwahoji. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema, mwenyekiti wa chama anawajibika kijinai kwa makosa ya kijinai ya watu wengine. Shahidi akasema, umeshtakiwa kama Lissu, sio mwenyekiti. Afande anakimbia kujibu maswali hapa. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema, je, mwenyekiti wa Chadema anawajibika kijinai kwa kosa ambalo umelitenda wewe au kwa makosa ya watu wengine? Shahidi akasema, wajibiki. Tundu Lissu akasema, nawajibika au siwajibiki? Shahidi akasema, hauwajibiki. Lissu akasema, turudi kwenye maneno niliyozungumza, waeleze majaji kuwa ni kweli si kweli. Hotuba ilikuwa inahusu shida ya uchaguzi mkuu kwa mujibu wa Lissu. Shahidi akasema ni kweli. Lissu akasema, maswala yaliyopo kwenye uchaguzi ni maswala yaliyoko kwenye katiba ya nchi na taratibu za nchi. Shahidi akasema ni kweli. Tundu Lissu akamuuliza tena shahidi, kwa katiba hii mtu anayetaka uchaguzi usifanyike kwa katiba hii amefanya kosa? Shahidi akasema, hapana, sio kosa. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema, unajua sheria ya uchaguzi na kuna kosa linaloongelea kuvuruga uchaguzi? Shahidi akasema, sina uhakika sana na sheria ya uchaguzi. Tundu Lissu akasema, mimi nina uhakika sheria ya uchaguzi haina kosa la kuvuruga uchaguzi, na mmelisema kosa la uhaini. Mimi nitasema sio kosa la jinai. Wewe unasemaje? Shahidi akasema, makosa na sheria ziko nyingi. Tundu Lissu akasema, tutaenda huko kote, apewe penal code S.39 kwenye mabano 2D, asome kama hilo kosa linasema kwamba kuzuia uchaguzi au kuhamasisha watu kufanya uchaguzi ni kosa. Shahidi akasema, nikitafsiri hii sheria. Mheshimiwa Tundu Lissu anamwambia kutafsiri sheria ni kazi ya wanasheria, sio mapolisi. Watu wanacheka hapa mahakamani baada ya Tundu Lissu kumwambia kwamba kutafsiri sheria ni kazi ya wanasheria, sio kazi ya mapolisi. Sasa hapa Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kumfanyia cross examination shahidi huyo ambaye ni shahidi wa Jamhuri ACP Amini Maamba. Mheshimiwa Tundu Lissu anamuuliza, hayo maneno ya kuvuruga uchaguzi yapo kwenye hicho kifungu? ACP anasema yapo. Lissu anamwambia tusomee. Shahidi anasema au shahidi anasoma hapa hiko kifungu. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema, ulichosoma kimeongelea uchaguzi? Shahidi anasema ndiyo, yapo. Lissu anamuuliza, una akili timamu wewe? Shahidi anajibu ndiyo. Mheshimiwa Lissu anasikitika hapa, anamuuliza tena, ni kweli hicho kifungu kinaongelea mtu anayetishia serikali
bunge au mahakama, ni kweli au si kweli? Shahidi anasema ni kweli. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema na akitishia bunge au mahakama na kumalizia kosa lake kwa kuchapisha ndio amefanya uhaini. Shahidi akasema ni kweli. Tundu Lissu akasema mimi nilitishia serikali, bunge na mahakama. Shahidi akasema ulitishia serikali. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema nilitishia bunge. Shahidi akasema hapana. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema nilitishia mahakama. Shahidi akasema hapana. Lissu akasema ulisoma shtaka nililoshtakiwa nalo hapa mahakamani? Shahidi akasema ndio nililisoma. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema, Mheshimiwa Tundu Lissu anamsomea tena hapa hilo shtaka, akamaliza kwa kusema kwamba hayo ndio maneno uliyoyapeleleza. Shahidi akasema kweli ndio hayo niliyoyapeleleza. Lissu akasema unajua maana ya neno serikali? Shahidi akasema nafahamu. Tundu Lissu akasema serikali maana yake ni nini? Shahidi akasema ni mamlaka inayoongoza nchi. Watu wanacheka kidogo hapa mahakamani. Afande anasema kwamba serikali ni bunge na mahakama ni muhimili tendaji. Mheshimiwa Tundu Lissu hapa akasema hiyo ni kwa mujibu wa nani? Shahidi akasema kwa mujibu wa katiba yetu. Mheshimiwa Tundu Lissu akasema naomba asome article ya 51D. Hapa ACP Amani Maamba anasoma kwamba serikali maana yake ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Zanzibar, halmashauri na mtu anayetekeleza madaraka au mamlaka yoyote kwa niaba ya serikali. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu baada ya kumaliza kusomewa hicho article ya 51D ambayo aliisoma ACP Amini Maamba, sasa Tundu Lissu anamwambia kwamba kwenye maelezo yangu nimetaja halmashauri ya jiji la Dar, nimetaja jina la makamu wa rais, Rais Samia Suluhu Hassan, nimetaja jina la waziri mkuu Kassim Majaliwa au mwenyekiti wa mtaa wa Mwakasusa. Watu wanacheka hapa mahakamani, sijui ni kule kwetu Mbeya au ni wapi, lakini SP Amini Maamba anasema haujataja hayo majina. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anasema ielezee mahakama nani anasimamia uchaguzi. Shahidi anasema ni INEC. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwenye maelezo yangu nilitaja tume na viongozi wake ama mwenyekiti au makamishna. ESP anasema sina uhakika. Tundu Lissu anasema je, katika waliopeleleza yupo ACNN Andrew Chura na ndiye aliyechukua memory card kutoka kwa P1 na P2 na kuleta Dar? Shahidi akasema sahihi ni yeye. Lissu anasema ulisoma maelezo ya Inspector Chula? Ya Inspector Chulu, sorry, ni Inspector Chulu sio Chula, ni Inspector Chulu. Amini anasema kwamba ndio nilisoma. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anasema ni kweli au si kweli? Kwenye maelezo ya Chulu kuna maelezo yafuatayo kwamba shahidi huyo P alinieleza alikuwa miongoni mwa maandishi au waandishi waliokuwepo kwenye mkutano uliotokea Jambo TV na kuirusha mubashara kupitia akaunti ya YouTube ya Jambo TV na Instagram ya Jambo TV. Shahidi akasema ni kweli. Tundu Lissu akasema na umesoma maelezo ya P1 kweli au si kweli? Ya P kweli au si kweli? Shahidi akasema ni kweli. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anarudia tena maelezo ya P kuwa Jambo TV walirusha maelezo ya Lissu live na walirusha kwenye mtandao wao wa YouTube. Hayo maelezo umeyasoma? Tundu Antipas Lissu akamuuliza hivyo shahidi, na shahidi akasema ni kweli nimeyasoma. Hapa watu wanacheka mahakamani. Tundu Lissu anasema
watu wanacheka mahakamani. Unajua huyu shahidi kule mwanzo alisema Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye aliyechapisha na kupandisha video kwenye akaunti ya YouTube ya Jambo TV. Anyway, tuendelee, majaji watajua cha kuweza kufanya huko mbele ya safari. Tundu Lissu anasema, mnanitesea nini wakati mna ushahidi wa waliofanya makosa na kuruhusu hivi vitu na kurusha hivi vitu mtandaoni? Shahidi anasema, jukumu langu ni kupeleleza shtaka. Tundu Lissu akasema, mnanitesea nini kama watu waliofanya kosa la kuirusha hiyo video mnao? Shahidi akasema, hauteswi. Shahidi akasema kwamba Tundu Lissu ateswi, bali sijajua anafanyiwa nini. Sasa hapa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anaendelea kusema kwamba shahidi apatiwe PGO namba 1 haya ya 25 ya crimes are action defined by the law, yanayoitwa makosa makosa ni matendo yaliyofafanuliwa na sheria ya upelelezi wa polisi, inabidi ufate masharti ya sheria strictly. Swali langu katika kifungu cha 38 kwenye mabano 2D kinataja tendo la kuvuruga uchaguzi ni kosa. Shahidi anasema hapana. Shahidi kakubaliana na Mheshimiwa Tundu Lissu kimtindo kuwa haijataja. Sasa Mheshimiwa Tundu Lissu anasema kwamba PGO namba 1 para ya 3 inasema kila askari polisi ana wajibu wa kuweza kuheshimu uhuru wa mwananchi kama ilivyowekwa kwenye katiba na sheria, na kwenda kinyume na haya haikubaliki. Tafsiri iko sahihi au haiko sahihi? Shahidi akasema inategemea. Mheshimiwa Tundu Lissu anarudia tena swali hilo. Shahidi ACP Amani Maamba anajibu hapa, anajiumauma sana. Ni kweli tunatakiwa kuheshimu haki za raia. Imetoka kwa mbinde sana mdomoni kwa shahidi huyo ambaye ni ACP Amini Maamba. Sasa Tundu Lissu anasema kwamba ibara ya 15 kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na uhuru wa kuishi kama mtu uhuru, kweli au si kweli? Shahidi anasema ni kweli. Tundu Lissu akasema, kuna mahali umezingatia uhuru wangu kwenye maelezo yako ya polisi? Shahidi akasema, ayapo, ila aina ya kosa uliloshtakiwa nalo alitakiwe huwe uhuru. Ninachotambua ulikuwa na haki. Tundu Lissu akasema, hao wenzio nilimalizana nao, niko na wewe, ulitambua haki yangu ya uhuru kwenye maelezo yako? ACP akasema sikuweka. Tundu Lissu akamuuliza tena, ulizingatia haki yangu ya uhuru wa kuweza kutoa maoni na fikira zangu kwenye maelezo yako uliyatoa polisi? Shahidi akasema ilizingatiwa. Tundu Lissu akamwambia kwamba Tundu Lissu hapa anasoma hapa ibara inayoongelea haki ya mtu kutoa mawazo yake hadharani na kujumuika na watu wengine. Anasema kwamba mwenyekiti wa chama alitoa mawazo yake alipokutana na watu wake hadharani. Ulizingatia hayo? Shahidi akasema ulifanya makosa, uliitisha serikali. Tundu Lissu akasema hayo maelezo ya kuitisha serikali yako wapi? Inaweza ikawa una shida ya akili wewe. Shahidi akakaa kimya. Tundu Lissu akasema ulizingatia kuwa nina haki ya kuweza kufaidi haki za kikatiba kutokana na ibara ya 29 na ukaweka kwenye maelezo yako? Shahidi akasema hapana, sikuweka. Tundu Lissu akasema kama uliangalia video, nilishambulia sana tume ya uchaguzi kuwa inapendelea CCM miaka yote na watumishi wanaohusika na serikali wanapendelea CCM pamoja na wizi wa kura. Shahidi akasema ndio ulisema. Tundu Lissu akasema nilisema kuwa Samia Suluhu Hassan
aliamuru wagombea wa upinzani wainguliwe kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa? Shahidi akasema ni kweli ulisema. Sasa mambo yakaendelea kuwa mazito katika pande hizo. Mambo yakaendelea kuwa mazito katika upande huo. Sasa tutakuacha hapa kwa sasa, tutakuja kuendelea katika sehemu inayofuata, lakini kikubwa tukusii wewe ambayo ulikoja subscribe, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe ili uwe mtu wa kwanza kabisa utakayekuwa unapokea taarifa zetu pindi tutakapokuwa tunaziweka katika chaneli hii.